Yes, hello, karibu katika podcast ya leo na nimeinterview hapa na hii ni Top Achievers Team Podcast. Na leo tutaenda kuzungumzia kwa nini network marketing ndio mfumo sahihi na bora wa biashara. Nimetoa uchambuzi huu wa kitaalam kupitia mfano wa kampuni kubwa duniani ya Coca-Cola. Zimekuwepo sababu nyingi sana kwa nini network marketing ni bora. Hatumaanishi kwamba ni perfect, ni mfumo perfect, hapana. Ila ninachozungumzia ni kwamba ni bora kuliko mifumo mingine. Mifumo mingine ya biashara ni mizuri, lakini mfumo wa network marketing ni mfumo ambao ni bora zaidi. Zimekuwepo sababu nyingi sana zikitajwa na watu mbalimbali, kama mtaji mdogo wa kuanza nao, kama uwezo wa kufanya ukiwa sehemu yoyote, kama uwezo wa kusaidia kuingiza pesa nyingi sana kwa kufanya kazi kidogo. Tumeona watu kama kina Robert Kiyosaki wamewahi kusema kwamba ni bora kuingiza 1% kutoka kwa watu 100 kuingiza 100% kutoka kwako peke yako. Lakini tumeona ujuzi, nafasi ya kujifunza ujuzi mbalimbali kama ujuzi wa kuuza, ujuzi wa kujenga timu, lakini network marketing ni chuo cha ujasiriamali. Inakusaidia wewe kuweza kujifunza vitu vingi sana ambavyo huwezi ukajifunza shuleni na kadhalika. Lakini network marketing itakufundisha kuwa kiongozi, itakufundisha kutoishia njiani, itakusaidia kujenga network ya watu ambao baadaye sio tu mnaweza mkasaidiana kwenye network marketing, bali kwenye maisha kwa ujumla. Kwa sababu mmoja ya wataalamu wa masuala ya fedha na bilionea amewahi kusema kwamba your network is your net worth. Kwa kupitia network marketing unaweza kukutana na watu ambao huenda usingeweza kukutana nao. Na sababu nyingine rukuki na kibao kama bidhaa bora ambazo zinahitajika kwenye jamii, na bidhaa ambazo zipo kwenye soko au kwenye sekta ambayo haiwezi kaisha leo wala kesho. Kwa sababu network marketing companies au kampuni za network marketing zimejikita kutengeneza bidhaa ambazo za afya, ambazo hazitohitajika leo wala kesho, bali ni maisha yote. Lakini vile vile tatizo lingine ambalo network marketing inatatua, tatizo la kiuchumi. Hakuna siku watu wataacha kutafuta fedha, hakuna siku watu wataacha kutafuta afya. Kwa kupitia kutatua matatizo haya makubwa mawili, ndio maana imekuwa ni biashara ambayo haiwezi kaisha leo wala kesho. Kwa ukianza network marketing, umeanza biashara ya maisha yako. Sasa mimi sitozungumzia sababu hizo, badala yake nataka nikupitishe. Nimesema nitatoa uchambuzi huu kwa kutumia kampuni moja kubwa duniani ya Coca-Cola, ambayo inatumia mfumo wa biashara tofauti na network marketing, ambao mfumo huo tunaita traditional business, yani the traditional distribution channel, ambapo kuna kuwepo na kiwanda ambacho kinatengeneza bidhaa, na hicho kiwanda, bidhaa inatoka kiwandani inaenda kwa agent au wakala mkubwa, inatoka kwa wakala mkubwa inaenda kwa wakala mdogo, inatoka kwa wakala mdogo inaenda kwa muuza jumla, inatoka kwa muuza jumla inaenda kwa muuza rejareja, inatoka kwa muuza rejareja ndipo mtumiaji wa mwisho anakuja kupata bidhaa hii. Lakini sanjari na hayo, kampuni inalazimika kutumia gharama kubwa sana katika matangazo, kwa ajili ya kulipa TV, kulipa redio, mabango barabarani kama billboards, kulipa wasanii na mastaa wakubwa, ili waweze kutangaza bidhaa hizo na ili waweze kufanya mauzo. Hawa tunawaita middlemen, tofauti kabisa na mfumo wa network marketing. Lakini kabla hatuenda kwenye mfumo wa network marketing, mfumo huu wa traditional businesses, haya yote ili yaweze kufanyika yanahitaji mtu aweze kuwa na mtaji mkubwa sana wa kuanza nao. Inahitaji mtu awe na pango la biashara, inahitaji mtu awe na leseni, alipe kodi. Kama yupo kwenye
bidhaa hizi kama yupo kwenye labda anauza jumla, inahitaji awe na wafanyakazi, inahitaji awe yani na mtaji mkubwa sana ili kuweza kuingia katika mfumo huu wa traditional business. Lakini what about mfumo wa network marketing ambao tunasema ni the leveraged distribution channel? Hapa kampuni za network marketing zinachukua mfumo tofauti kabisa wa kiuchumi, kwa sababu zenyewe kazi yake ni kuzalisha bidhaa zenye ubora wa hali ya juu kiwandani, lakini zinafuta kabisa wale watu wote wale middlemen, mnyororo ule mrefu wa madalali. Na waita madalali kwa sababu kila mtu anatengeneza pesa kutoka kwenye mauzo ambayo anafanya, na zinafuta kabisa mamilioni ya kulipia matangazo kwenye TV, mabango, na mfumo wao unabaki ni kwa watu ambao wanaamua kuwa wanachama na kufanya kazi na kampuni, na pesa ambayo ingelipa matangazo ambao wangetenga kwa ajili ya matangazo wanaitenga kwa ajili ya kumlipa huyu mtu wa kawaida ambaye ameamua kuwa mwanachama. Kwa hiyo inatengwa kwa ajili ya kuja kumlipa commission na ofa mbalimbali huyu mtu ambaye ameamua kuwa mwanachama. Na huyu mtu ambaye amekuwa mwanachama anatumia njia ya sema the word of mouth and systems. Badala ya kutegemea bango barabarani, kampuni inategemea ushawishi wa huyu mtu na mfumo ambao ataujenga wa watu ambao wanauza bidhaa. Kwa hiyo yeye atatumia mdomo kutangaza bidhaa, na vile vile atajenga mfumo au timu ya watu ambao na wao wanatumia mdomo kujenga bidhaa na kuuza bidhaa, na pesa ambayo ingelipa matangazo na nini inakuja kumlipa yeye. Lakini mbali na zile faida ambazo nimezitaja awali, mimi faida kubwa sana ambayo naweza kuongezea ni hesabu rahisi za kipato, nguvu ya faida ya rejareja, high profit margin. Kwenye biashara za kawaida, mfano mtu ana duka rejareja au nguo, viatu au nini, ili uweze kuingiza faida ya milioni 1 unalazimika kuuza maelfu ya bidhaa ndogo ndogo zenye faida mfano ya shilingi 500, shilingi 100, shilingi 1000 kwa kila moja. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba unahitaji mzunguko mkubwa sana wa wateja na mtaji mkubwa wa mzigo, jambo ambalo sio kila mtu anaweza kulimudu. Sasa kwa yule ambaye ameajiriwa tayari, ni jambo ambalo kwake ni ngumu kufanya, kwa sababu itahitaji muda wake na kipato kikubwa sana. Lakini tofauti na network marketing ambayo kampuni zinatengeneza bidhaa zenye thamani kubwa, ambapo ukimsaidia mteja mmoja kutatua changamoto yake, labda ni changamoto ya afya, unaweza kupata faida ya zaidi ya 50,000 kwa bidhaa moja. Maana yake nini? Ili uweze kutengeneza milioni 1 huhitaji kuuza bidhaa maelfu, unahitaji kuuza bidhaa 20 tu. Kama bidhaa moja inaweza kupatia faida ya shilingi 50,000, basi unahitaji kuuza bidhaa 20 tu kutengeneza milioni 1, ambapo ni ngumu sana kupata biashara nyingine za kawaida inayokupa faida ya 50,000 kwa bidhaa, kwa kila bidhaa kiurahisi, na kwa mtaji mdogo ule ambao umeanza nao. Can you imagine mtu anaanza na 100,000 alafu anakuja kuuza bidhaa na kutengeneza faida ya 50,000 kwa bidhaa moja bila hata ya kuongeza ule mtaji wake wa 100,000. Kama haujajua namna mfumo unafanya kazi, hauwezi ukaelewa ninachokizungumza, kwamba unaweza ukaanza na mtaji wa 100,000 ukauza bidhaa na kutengeneza faida ya milioni 1 kwa mwezi bila kuongeza ule mtaji ambao umeanza nao. Kama hujaelewa, basi hakikisha unatafuta namna ambavyo unaweza kujifunza mfumo huu na kuweza kuelewa. Lakini faida nyingine ambayo unaweza kaiongezea kama bonus ni mfumo wa mentorship. Huku hatufanyi kwa kubahatisha, no guesswork. Ukifungua duka au mradi wa kawaida, hakuna mfanyabiashara yeyote wa karibu atakayekaa chini na wewe kufundisha siri za biashara yake, kwa sababu wewe ni mshindani wake, yani ni competitor. Kwa unalazimika kugush na kubahatisha, na ndiyo maana unajikuta unaingia kwenye hasara mara kadhaa. Tofauti na network marketing ambao haufanyi biashara peke yako, kuna mfumo uliothibitishwa, yani proven system, na nafasi ya kuongozwa na mentors
watu waliokutangulia ambao tayari wamepitia hapo unapopita, wamefanyia kazi na wamefanikiwa. Kwa uhitaji kupitia trial and error. Lakini kitu kingine ni leverage ya mafanikio, kwamba unajifunza kupitia makosa na mafanikio ya wengine. Mfumo unakulazimisha upewe msaada na kuongozwa hatua kwa hatua mpaka na wewe ufikie mafanikio yako. Na uzuri wa biashara hii, siku ukifanikiwa, timu nzima inakushangilia na kukupongeza, tofauti na maofisini ambapo mafanikio yako mara nyingi yanaweza kuleta wivu na majungu makubwa. Hii ndiyo kwa nini network marketing ni mfumo wa biashara ambao ni sahihi na ambao ni bora zaidi ukilinganisha na mifumo mingine. Kama unasikia sauti hii na bado unatafuta namna ya kujifunza mfumo huu na kuuelewa kwa kina, nacho kitabu ambacho nimeelezea mfumo wa network marketing kwa kina, kinaitwa Ajira Pekee Haitoshi na mbinu mpya za kujenga utajiri. Hakikisha unakipata na kiweze kusaidia kuelewa mfumo wa network marketing na uweze kujua namna gani unaweza ukaanza kwa mtaji mdogo kabisa na ukaweza kufikia mafanikio ambayo unayahitaji. See you, Mentor Vino hapa.